Hi, Kamwene. Good morning, good afternoon, good evening, depending on what time you saw this video. Yeah, karibu tena kwenye chaneli yetu. Kwa majina naitwa Muhehe wa Ujerumani. Hivyo, yeah. Kwa leo tena tutaendelea. Leo nataka nielekeze jinsi ya kuja kwa kutumia program ya volunteer au kwa majina huku inaitwa FSYOT au BFD ambacho kirefu chake kinaitwa Freiwilligendienst au Bundesfreiwilligendienst, ambayo hii FSYOT au volunteer wanafanya watu kuanzia miaka 18 na kuendelea, mwisho miaka 26. Alafu hiyo BFD wanafanya watu kuanzia miaka 26, yani kuanzia miaka 25 mpaka miaka 40. Yeah. Yani hiyo haina kwanza, hauna kipimo, anaweza akafanya mtu yoyote yeah. Lakini vigezo vyake hasa kwa kutoka huko Tanzania ndo nataka kuviongelea. Wanahitaji ujue Kijerumani mpaka level ya B1 au B2 kabisa. Yani ukiwa na B2 kabisa ni unajipa, yani wanajiongeza CV, lakini ukiwa na B1 pia wanakuchukua. Ya, kwa leo nataka ndo tuelezee hii program inafanyaje kazi, unakujaje hapa Ujerumani kwa kupitia hii program na unapataje nafasi, una apply vipi. Nataka nielezee yote na jinsi ya ku apply pia nitawaelekeza. Yeah. Kwa hii program ni nini? Hii volunteer ni kama ile kuvolunteer sehemu ya kama ni kufanya kama zile intern. Ya, kwa mfano, lakini unajua zile intern za Tanzania haulipwi, kwa sababu actually ile ni kama kazi. Kwa hiyo unakuta kuna intern baadhi unalipwa, nyingine ulipwa. Lakini hii ya huku kufanya hiyo volunteer huku ni una volunteer kwenye labda kwenye kampuni, kwenye labda shule au kwenye hospitali au sehemu za kulea wazee, sehemu za kulea watoto, sehemu za kulea wale watu wenye disorders hivyo. Kwa hiyo hiyo program pia ni ya mwaka mmoja na pia unaweza kufanya mpaka mwisho wa miezi 18. Yeah. Kwa hiyo hii program pia ni nyepesi zaidi, inaweza ikakuleta hapa Ujerumani kwa kupitia hii program na ukafanikisha ndoto zako na ukaendelea kufanya mambo yako mengine. Yeah. Kwa hiyo sasa nataka niwape details jinsi inavyotaka, inataka requirements gani hivyo. Kwa hiyo tunaanza hapo, niwaelezee hizo sehemu za kufanya hizo kazi. Kwa mfano, hiyo program inachukua watu kutoka nchi mbalimbali, ambao inachukua watu kutoka sehemu mbalimbali hapa duniani, lakini uwe na umesoma Kijerumani mpaka level ya B2. Na kuna watu walikuwa wanasema pia naweza nikaja pia kwa A2. Watu pia wao wanachukuliwa kwa hizo A2, A1, lakini ni bahati nasibu. Lakini ukiwa umepata tayari B2, lazima upate sehemu ya kufanya kazi, lazima upate hiyo nafasi, lazima, yani inaitwa pai. Yeah. Kwa hiyo hii program pia imeleta watu wengi sana huko Ujerumani, japokuwa watu ndo hivyo, watu wanakuwa hawatoi details kamili, lakini leo nataka nikufafanulie inavyokuwa na wewe jinsi uweze kuapply. Sio kila siku unabaki tu unauliza maswali nafanyeje hivyo. Na hii program anafanya mtu yoyote ambaye amemaliza form 4. Tena kama ulikuwa ushai kufanya mambo ya afya, ushai kujitolea kwenye hiyo kitu unayoomba, wewe ulikuwa ni mwalimu, unataka uombe kwenye sehemu ya ualimu, inakuwa nyepesi zaidi, unaona hivyo. Kwa hiyo kama ulikuwa hujawahi kujitolea kabisa, ukasema hivi, jamani, mimi ninawiwa, ninatamani sana kuifanya hiyo kazi kwa sababu ipo kwenye ndoto zangu, yani hivyo, pia unaweza uwezekano wa kupata mkubwa hivyo. Kwa hiyo haya, tukitaka pia kuelezea kwenye kuhusu swala la una document gani unatakiwa uwe nazo. Cha kwanza ndio hicho cheti. Cha pili ni kama ulishai kujitolea pia sehemu ukapata experience, pia kama ulishai kujitolea labda sehemu ya yani sehemu yote, au kama hujawahi kujitolea, sasa ndio inakuwa sehemu yako ya kwanza. Kwa hiyo unataka useme, bwana, mimi ndio mara yangu ya kwanza, nataka ndio nianze hiyo kazi, iwe ni sehemu yangu ya njia ya kupita.
hivyo. Kwa hiyo pia unaweza ukafanya. Kwa hiyo anaifanya mtu yoyote, Mtanzania, Mkenya, Uganda, Zambia, wote wanafanya. Hata huku pia na wenyewe wanafanya. Yaani hata Wajerumani pia wenyewe wanaifanya hii kazi ya kuvolunteer. Hivyo. So yani sijui nisemeje, I'm speaking from experience. Kwa hiyo watu wanafanya kabisa hii kazi na hivyo ina matukio mazuri actually, na pia inakuongezea pia CV kwenye zile stage nyingine unazopanda. Kwa mfano kama mtu anataka kusoma, pia unaweza ukaja kwa hii program, ukaja mpaka huku, then kwa kupitia hii program, baada ya kumaliza mwaka mmoja, ukaweza kujiunga na shule, labda ukasoma chuo, au pia ukasoma labda vile vyuo vya Ausbildung ambazo ni elimu ya vitendo, ambavyo ukishamaliza, pia umepita pia kwenye volunteer, inakuwa ni rahisi zaidi. Wanakuwa na kuona kabisa kwamba mtu kwanza umegain, umeongeza lugha imekuwa, unazidi kuwaelewa watu, yaani kwa sababu ni Kijerumani, kuna muda anaweza kaongea usimuelewe, lakini ukishakuwa umeshinda sana na watu, kwa sababu huko unakofanya volunteer unakutana na watu, labda upo hospitali, au labda upo sehemu ya kulea wazee, au labda upo sehemu ya kulea watoto, au labda upo shule, unafanya hiyo volunteer yako kwenye hizi kindergarten, hizi shule zote za watoto wadogo. Pia unafanya nini? Unakuwa unapata experience ya kuongea, jinsi wanavyoongea, jinsi wanavyotamka, kuona hivyo. Na pia ukiwa unafanya hii program, pia unasoma lugha, unaendelea kusoma lugha. Yaani kwa mfano kama Tanzania ulisoma mpaka B1, huko unakuja kuendelea B2, au kama ulisoma mpaka A2, basi huko unakuja kuendelea na nini? Na B2 na B1 na hivyo. Lakini wengi wanaochukuliwa kwa kutoka Tanzania wanaafiki usome mpaka B1. Lakini pia unaweza ukaiapply ukiwa una A2, lakini si afiki sana, afadhali uwe na B1 ndo opportunity ile ya kupata. Yaani unakuwa kama kidogo unapata nafasi sana ya kuchaguliwa kuliko mtu ambaye yuko tayari na yuko na A2. Japokuwa wanachukuliwa wengi sana, yaani ukishakuwa tu na A2 hivyo, washauri watu wa apply, wanapata wengi hivyo. Alafu na kwenye swala la kukulipia shule, wanakulipia pia hiyo sehemu ya kuvolunteer, wanakulipia watakulipia sehemu hiyo ya kusoma pia shule utasoma. Na pia faida nyingine utakayokuwa unaipata, utapata pia chakula mchana, watakupa chakula chao pale utakula, kwa sababu wewe utakuwa mchana pale unashinda pale, kwa unapata chakula. Sehemu zingine wanapewa hela pia na pia sehemu nyingine pia utapata nyumba ya kukaa, watakupatia nyumba bure, ambao watakuwa yaani itakuwa ni bure kabisa, nyumba ya kukaa. Utakaa chumba cha peke yako, labda mnashare labda jiko, choo labda na bafu hivyo, lakini utapatiwa bure. Na pia utapata mshahara kuanzia almost euro ngapi? Euro 500 mpaka euro 1000, mpaka unatoka 1000 mpaka euro 850 kupitia hiyo volunteer, ambapo ukipiga utapiga hapo mara 3000, ambao utapata almost ni kama kuanzia milioni hivi na kuendelea au 900,000 hivyo. Lakini au wanapata wale chini ya umri wa miaka 26, lakini ukishakuwa umeshatimiza miaka 27 utapata mshahara kuanzia euro 600 mpaka hiyo euro 900, au euro 100 ambao ni kama milioni 1 na laki, kama milioni kwanza milioni 2 tuseme kibongo, au milioni 1 na laki 5 hivyo, au sijui utapiga hapo shilingi ngapi. Au nipige utapiga mwenyewe kwa muda wako, umeona? Kwa ni njia pia ambayo inakuleta hapa Ujerumani, ambayo inakufanya ufanyeje, yaani ni program ambayo inakusaidia pia kuendelea na program zako zingine huku. Ukishamaliza baadaye huu mwaka mmoja, ukaendelea kufanya pia program zingine, haujakataziwa, ambayo itakufanya hiyo kwako ni kitu rahisi, ambayo hautotakiwa kwenda mpaka Tanzania uende ukaombe.
hiyo. Kwa hiyo hautopata ile ya kusema uende mpaka Tanzania uende ukaombe sijui ni ya nini hivyo. Na pia utapata pia muda wa kufanya kazi masaa kuanzia 6 mpaka 8. Unafanya kazi masaa 6 mpaka 8. Ya, kwa tofauti yake hii na ile ya au pair utaishi na familia hivyo. Na pia ndio njia nyepesi pia ya kuja huku, lakini hii hapa volunteer utaishi peke yako. Wewe utakuwa tu unaenda kazini, unarudi. Unaenda kazini, unarudi, lakini utakaa peke yako, utajitegemea kila kitu, utapika mwenyewe, utalala mwenyewe, yani kila kitu utafanya mwenyewe. Ya, na pia kazi yako kwa mfano wale watakao kuwa wanafanya kazi hospitalini, kuwasaidia wale wagonjwa kula, kuwapeleka bachooni, kuwasaidia kufanya shughuli zao, kwa sababu huku wagonjwa sio wa huku, sio kama wanalazwa tu muda wote. Wagonjwa pia wana zile activities tofauti ambazo utakuwa unawasaidia, labda kama kucheza, kufanya mazoezi. Hivyo ni vitu ambavyo vyote vinapatikana kwenye hiyo kwenye hiyo volunteer. Unaona? Hivyo. Kwa kama ni shule sasa shule ndo kama hivyo, kucheza nao, kufanya nao michezo kwenye kama kutembea nini hivyo, kwa sababu huku Ujerumani kutembea ni hobby ya mtu. Kwa hiyo so it is. Na pia kitu kingine na vitu ambavyo utavipata kutokana na ukifanya hii volunteer, pia utalipiwa ticket ya kutembea Ujerumani nzima. Ni wewe tu unachagua unaenda wapi. Utapanda basi, utapanda treni, utapanda sijui taksi hizi za ambazo zinahusika na kulipia. Kwa hiyo afu na pia utapata pia nafasi pia ya hiyo, yani hiyo tiketi utatumia kila siku ndani ya huo mwaka mzima utakapomaliza hiyo program. Na pia utapata pia likizo ya siku 26. Siku 26 mpaka makampuni mengine yanafanya mpaka siku 30. Ambazo pia yani hiyo likizo, ambayo hiyo likizo utaweza kusafiri kwenda nchi yoyote, au kama unataka kubaki hapa, kama unataka kwenda sijui huko, yani ni wewe. Kama hutaki kusafiri, wewe ni unapenda sana kulala, basi utalala ndani, utalala yani hivyo, yani kwao ni vitu ambavyo tayari viko kwenye mstari. Na pia kitu kingine na pia hapo utakapokuwa unakaa utaruhusiwa pia kutembelewa na marafiki, utaruhusiwa pia kufanya yani kufanya activities zozote ambazo zinakuhusu wewe. Lakini kazini ni hayo masaa 6 mpaka masaa 8. Kuna wengine pia wanakujaga hizi volunteer wanaitwa na makanisa. Kama mmekutana na hao watu kama hao, pia mtu anaweza akakuelekeza hata aliletwa kwa njia gani, alafu then akafanyeje hivyo. Lakini ukija kwa hao makanisa unatakiwa baada ya huo mwaka urudi kwenda kufundisha kule kitu ulichojifunza huko ndani ya huo mwaka mmoja. Lakini kama ukija kwa hii njia yako mwenyewe umesoma, then ukapata hiyo fursa ukaja, hata hautohitaji tena kurudi tena Tanzania. Kwa hapo utafollow your dream. Umeona? Kwa hiyo ukimaliza tena hiyo program ya huo mwaka mmoja, ndio hivyo unaweza pia unaenda kusoma, unaweza ukaamua wewe usome kama unataka kusoma mambo haya house building, hiyo elimu ya vitendo ambayo ni bure kabisa, ni kama diploma ya bongo tunavyoita. Kwa utasoma program nyingi zipo za miaka 3 mpaka miaka 1 pia zipo, kwa ni wewe utaamua. Na pia utapata pia fursa ya kujifunza Kijerumani. Utaendelea pia kujifunza Kijerumani hivyo. Na pia kitu kingine ukimaliza hiyo program actually haina mambo mengi sana, ndio hivyo tu. Lakini pia unatakiwa usome bongo, unatakiwa usome Tanzania, unatakiwa usome Tanzania. Kuna wale watu wameuliza eti natakiwa nisome huku Tanzania au natakiwa nisome huko nikishakuja. Jibu ni kwamba unatakiwa usome huko uliko. Yani unatakiwa usome where you are. Kwa hiyo huku unatakiwa uje tayari, yani unavyo apply hiyo kitu, unavyo apply hiyo volunteer, wewe una miaka chini ya 26 au una miaka zaidi ya 26,
yani wewe ambao una miaka zaidi ya 26 tofauti yake mshahara unaongezeka, haupewi mshahara sawa na yule mdogo na yule wa miaka chini ya umri wa miaka 26, kwa sababu unaonekana wewe hapo tayari una majukumu mengi. Ndio huko wenzetu wanavyofanya. Alafu na pia kitu kingine, kuna watu leo imeuliza je, nikimaliza hiyo program naweza kufanya kitu gani? Ndio kama hivyo nilivyowaambia kwamba unaweza ukasoma, unaweza ukafanya kila kitu hivyo. Alafu na pia weekend upo free kuanzia Ijumaa. Ijumaa mnafanya kazi mwisho saa 6, ambao kuanzia ina maana Ijumaa, Jumamosi, Jumapili zote upo free. Kwao ni wewe. Japokuwa kuna wengine na wenyewe wanaendaga hadi Jumamosi sijui, lakini ni wachache. Lakini wengi wapo free. Wengi wapo free. Kwa hiyo Jumamosi, Jumangapi, Jumapili zote utakuwa free. Kwa hiyo utaweza kuzurura. Kuna wale wakwenda kuangalia mpira, wakwenda kufanyaje, ni wewe tu na maisha yako, wewe na mambo yako. Umeona? Na pia kazi ndo kama hivyo, nishawaambia unafanya masaa mangapi hivyo. Alafu na pia nini kingine? Na pia kuna watu wengine wameuliza hiyo program anatakiwa kuapply, unaiapplyje? Nikasema hivi, jinsi ya kuapply hizo zote nitakuwa nitawaelekeza jinsi ya kuapply, nitawaletea na link, lakini pia kuhusu nauli sijui nini, kuna kampuni zingine zinakulipia mpaka nauli. Kuna kampuni nyingine unajilipia mwenyewe. Lakini usipate shida sana kuanza kuhangaika nauli, mimi sijui nitafanyaje. Wewe nenda kasome. Ukienda kusoma utasoma hiyo miezi, kama ina maana kama mpaka ufikishe mpaka hiyo B1 ni miezi kama 6, 7, 8. Umeona? Wewe ukishamaliza ile kusoma, na uzuri yake kusoma, unasoma sio kwamba unaenda eti darasani sijui kila siku. Hapana. Au sio kwamba eti unaenda darasani siku nzima. Hapana. Unaenda darasani siku ambazo ambazo una kipindi. Alafu na pia sio unasoma eti masaa yote kama shule, yani hapana. Hiyo ni language course ambayo unaenda tu, yani ni masaa tu, unachangaba inafundishwa zaidi ya masaa tu mawili basi. Kwa hiyo hauhitajiki tu usome eti siku nzima ukae huko. Yani wewe unaweza ukawa unafanya kazi zako kama kawaida, au unasoma chuo na ukasoma na ile language course. Kwa hiyo sio kwamba eti ni kitu ambacho kinakukeep busy, yani kwamba utakuwa busy yani hata utafanya mambo yako. Hapana. Unasoma huku unafanya kazi. Hata mimi pia nilisoma huku nafanya kazi. Alafu na pia kitu kingine, kuna watu wengine wanauliza kuhusu hiyo ada. Ada ndio kama hivyo, niliwapatia namba ya mwalimu. Unampigia tu yule mwalimu, unamuuliza, mwalimu, ada shilingi ngapi? Hiyo mwalimu uzuri yake hana shida. Unaweza ukachati naye, unaweza ukafanyaje? Yaani hana noma. Wewe mtafute, muulize, tafuta muda wako, kaa muulize, mwambie mwalimu nafanyaje hivi na hivi hivi na hivi hivyo. Atakuelekeza kila kitu. Alafu na kitu kingine watu waliuliza, jamani mimi ninasahau, yani nasahau hivyo. Na pia kitu kingine watu waliuliza kuhusu visa. Guys, visa unajilipia mwenyewe. Unaweza ukabatika kweli hiyo kampuni ikakulipia visa, lakini ni chache. Lakini wewe ambaye hujabatika kulipiwa visa, utajilipia visa mwenyewe. Kwa ndo hivyo. Na kitu kingine na pia hawa anauliza passport sijui ni nini. Guys, passport haupokonywi. Hakuna mtu anayekuchukulia passport yako, ni wewe tu. Kwa mfano, labda ngoja nikupe mfano. Unaweza ukaja ukafanya hii program, then katikati ya hii program ukapata kitu kingine cha kufanya, labda maybe ukapata chuo, labda unatakiwa uende chuo, unatakiwa sijui labda umepata kazi, unaweza pia ukaikatisha katikati. So lazima eti ufe nayo. Nope. Hii inakuwa tu ni njia ambayo imekuleta huko. Kwa hiyo utakuja utaikatisha hiyo nani utakavyo hiyo unakavyosoma, then utaenda kufanya jambo lako unataka kwenda kulifanya hivyo. Kwa hiyo hakuna mtu tena kung'ang'ania eti wewe kaa hapa. No. Kuna process za kukatisha mkataba. Unatakiwa kusema mapema. Ni hata sijui jinsi ya kuelezea. Lakini natamani mtakuwa mmenielewa. Jamani, usahau kusubscribe, kulike, kushare. Tips kama hizi mgaie na mwenzako, usiwe mchoyo. Maybe huyo mwenzako atakuelekeza jinsi ya kusoma zaidi hivyo. Nimechoka, sorry. Lakini tutaonana.
Afu na pia kitu kingine kuhusu documents zile ambazo unatakiwa wewe kutumiwa. Unatakiwa pia utumiwe yani kwa mfano ukishakuwa umeapply, ukishakuwa una hivyo vyeti, nitakuelekeza hapo jinsi ya kuapply, nitakuelekeza hapo jinsi ya kuandika zile motivation, nitakuelekeza jinsi ya kuzitafuta hizo kampuni unazitafutaje, nitakuelekeza kila kitu, nakusaidieni kila kitu. Lakini pia ukishakuwa umepata kampuni ile inatakiwa itakutumia karatasi hiyo ya kuthibitisha kwamba utakaa, kuna sehemu nyumba ya kukaa, na pia itakutumia pia mkataba ambao umesainiwa kabisa, mkataba original, na pia itakutumia bima ya afya, kwa sababu watahitajika pale ubalozi upeleke na bima ya afya. Kwa hiyo watakutumia na bima yako ya afya na hiyo karatasi karatasi ya nani ya hiyo ya sehemu ya kukaa ya kwamba wataku accommodate, na pia watakutumia pia na nini kitu kingine afu hiyo haina mambo mengi ni hivyo tu. Kwa hiyo watakutumia hizo documents zote ambazo ndio utaenda nazo pale balozi, then utapata visa, utakuja huku na utakuja tena utaanza na wewe na safari yako ya huku Ujerumani. Kwa hiyo guys, fursa ziko nyingi, lakini nyingi zinataka usome lugha. Guys, kama wewe ni mvivu wa kusoma lugha, hata sijui nikusaidiaje, lakini yani the only way ambayo itakuwa easy wewe kuja hapa ni yani usome lugha. Lugha ndio kila kitu na itakusaidia pia, kwa sababu ukishafika huku watu hawajui Kiingereza, huku watu ni wanaongea Kijerumani jamani. Usije ukasema eti mimi na Kiingereza changu sijui, maana nimeona kuna mtu jamani, mimi na Kiingereza cha C2 sijui cha nini. Hauhitaji hiyo Kiingereza yako, na wao hawahitaji. Wanakutaka wewe ujue Kijerumani, kwa sababu huko watu unaokuja kuongea nao huongee nao hicho Kiingereza. Maybe ukafanya kazi England au huko USA. Lakini kwa Ujerumani mimi natoa fursa ambazo nazijua za Ujerumani. Sitoi fursa sijui za huko nchi za wapi, labda nikisikia na mpaka niwe nimethibitisha na uhakika nazo. Kwa mimi zile za uhakika ndo hivyo. Kwa jinsi ya kuapply nitawaelekeza kwenye video nyingine ambayo tutakuwa tunaingia. Kwa usikae mbali na hii YouTube yangu, nitakuwa nawaelekeza hapo jinsi ya kuapply, unapataje. Yani ni vitu very easy. Sema tu watu wana complicate sana. Au labda watu ndo kama hujaambiwa ukweli nini. Nishakwambia. Tip hiyo nishakupa. Na kitu kingine I think hakuna kitu hapo ambacho nimesahau. Ni hivyo. Kwa hiyo na pia ule muda ambao watu wako wanauliza jamani, sijui nasomaje, sina hela. Guys, kuna watu wamesoma mpaka kwa hela za vikoba. Wewe unashindwa una nini? Tu kwenye vikoba vyako, si mnaleta kukopa nyie. Unakopa, unasoma, unaendelea kusoma. Huku unaendelea kufanya kazi kama kawaida, kwa sababu hii elimu haikukatazi wewe kufanya kazi, ni masaa tu. Kwa hiyo utasoma huku unafanya kazi, then utalipa hiyo hela ya watu. Ule muda ambao umekaa unasubiri appointment kule embassy kwa ajili ya kujibiwa appointment yako, wewe ule muda utakuwa unafanyaje? Ule muda ndio utakuwa unaendelea kutafuta hela ya kuwalipa wale kwenye kikoba, unaona? Haya, alafu kuwalipa kwenye kikoba utakuja, unaona? Haya, na pia kitu kingine, ule muda ambao wewe utakuwa una labda kwa sababu ya nauli, kuna wengi wanauliza sana kuhusu nauli. Yaani mtu bora hata asiulize nauli, adili kwanza na kusoma kwanza. Kuhusu hiyo ya nini, ukiwa unasoma pale, umeshamaliza kusoma, pia unaweza ukaja ukafanyaje, ukishamaliza kusoma pia ule muda upo tu nyumbani. Hapo umeomba appointment labda kule ubalozini, unasubiria appointment yako lini upangiwe. Then wewe huo muda unaposubiri appointment ndio huo muda unaweza ukatafuta nauli. Guys, kama visa imeonekana, nani kakwambia mtu anakosaga nauli? Nauli utakopa hata kwa majirani, nakwambia nauli itapatikana. Kila mtu anakwambia jamani, mimi nina uhakika wa kwenda Ujerumani, unaenda wiki ijayo.
niombeni nikopeni nauli, hakuna mtu anayekunyima nauli, kwa sababu atakuwa anajua wewe ukija utamlipa. Otherwise wewe sasa ndo ufanye roho mbaya kwamba eti umekopa huko nauli alafu then usije kuwarudishia watu. Sasa hiyo itakuwa ni roho mbaya yako na mimi sihusiki. Kwa hiyo issue ni moja. Kama watu mnakupaga hizo hela mnaenda huko Uarabuni, kwani usikope hela? Kwa hiyo hela yani zitapatikana, yani hela zitapatikana kabisa. Kwa hiyo wewe tu andaa moyo wako na roho yako, usome hapo vizuri, uelewe mambo mazuri yanakuja, na mambo mazuri hayataki jamani, kila kitu waga ni gharama. Lakini huku mimi nakupa hizi fursa na kuelekeza jinsi ya kuapply na kuelekeza kila kitu, ni wewe tu usome. Unataka nikupe nini wewe? Gunia la chawa au nini? Kwa sababu yani hata nashindwa kuelewa, lakini anyway, natamani tu siku moja watu wamfike, kila mtu afikie anapojua jamani. Na pia unaweza ukaja ukajaribu, sio kila anayekaa huku alikuja kwa kusema amekuja moja kwa moja. Nope. Mtu unakuja unajaribu, kama amekushinda unarudi Tanzania. Uzuri wake nchini kwetu hakuna mtu anayefukuzwa, tunarudi nyumbani. Nyumbani ni nyumbani bwana. Kwa hiyo kama wewe fursa imekushinda, pia na kuna baridi jamani, lakini kuna baridi na pia kuna joto. Kwa hiyo kama vitu hivyo vinakuwa vimekushinda, unarudi nyumbani, hakuna mtu atakaye kukataza. So mnaweza mkatumia hiyo fursa kwa kuja hapa kwa nchi. Haya, nikisema hayo tu basi niwatakie jioni njema na Mungu awabariki hivyo. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, comment na ushare kwa mwenzako. Mtu ambaye anahitaji fursa kama hii usimnyime ya madini. Guys, subscribe. Mkiwa mna subscribe kwa kupitia hizi video, mkisubscribe wengi, jinsi ndio nitakavyokuwa nazidi kuwapostia. Asanteni, bye, kwa heri.